Unaweza ukampenda mtu kama alivyo, kadiri anavyoendelea kuwa karibu naye, ana mambo mazuri ambayo unayo, ule upendo ulianza na thamani kiwango fulani, kile kiwango chake kinaendelea kuongezeka. Kikiendelea kuongezeka na upendo unaongezeka. Lakini kama umempenda kwa kiwango fulani alipoanzia, akawa na mambo ambayo ni ya kukuvunja moyo, kukatisha tamaa, maana ile thamani inapungua na upendo unapungua. Maana upendo na thamani vinaenda sambamba. Yaani ule thamani utakapouona katika yale yanayotenda leo mema, yanaambatana na upendo. Asa kadiri ambavyo mnatendeana mema, kadiri ambavyo tunatendeana mema, ndivyo ambavyo tunaendelea kuinua thamani zetu. Umuhimu wa huyu mtu. Kwa sababu mtu bwana siwezi kumwacha. Hata jana nimetoka Moshi juzi, jana lakini kutokana na umuhimu na urafiki na hali ya wale watu unavyopendana, unavyoheshimiana nao, unaacha kila kitu unaenda. Umemthamini mtu. Au mtu amefanya shughuli yake, amekualika, kwenda kuacha shughuli zako zote kwenda kwenye sherehe yake, umethamini kile ambacho. Sasa ukithamini utaacha, ukithamini utalinda mahusiano. Ukithamini, yani ukishathamini tu kuna vitu ambavyo vinaambatana na ule kwamba umemthamini huyu mtu. Huwezi tu kwenda. Huwezi kwenda kama hujamthamini. Kwa hiyo ukiona mtu amefuatilia jambo lako kwa wema, maana yake kuna thamani fulani ambayo anaiona kwako, ndio maana amekuja. Au ndio maana amekufanyia hicho ambacho amekifanyia. Thamani lazima iwepo. Na thamani vinaendaga sambamba na upendo. Upendo ukipoa na thamani inapoa. Kwanza thamani inapungua na upendo unapungua. Ikiondoka kabisa na upendo unaondoka. Thamani ikiwepo na upendo unakuwepo. Hivi vitu vinaenda pamoja. Ni kama kurwa na doto. Vinaenda pamoja. Sasa nikamaanisha sasa achana na thamani ya vitu hivi vya dunia ambavyo nimevitaja. Kwenda sijui kwenye shule, sijui kwenda kwenye nini. Na angalia thamani ambayo haibadiliki. Haitegemei weather, haitegemei hali ya hewa. Moja tu, kwamba huyu mtu amenunuliwa kwa damu ya Yesu. Heshimu ile thamani ya damu ya Yesu ambayo imemnunulia. Ukaipe heshima kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Ukamtunze kwa sababu ni mtu wa Mungu. Kwa sababu wewe unampenda Mungu, unamhofu Mungu, na mke wako ama mume wako ni wa Mungu. Tumia hiyo nafasi hiyo ya Mungu. Kwa kuwa Mungu kwako ni wa thamani, kumthamini huyu ambaye ni wa Mungu. Kulikoni kuangalia vitu vya dunia hii ambavyo ni vya kitambo tu, sivyo vinavyodumu. Hiyo itatusaidia. Ndio maana nasema namna ya kumthamini. Hiyo ndio namna pekee ya kukufanya upendo wako usichuje au thamani yako usichuje kwa ule mtu. Sasa unarudi kule kwa Yesu kama ambavyo ni mtu wake. Sisi ni watu wake. Tunamkosea Mungu sio mara moja. Lakini kadri tunavyomkosea Mungu, uthamani wetu kwake huje kupungua. Ndio maana bado tunaendelea kuangalia hilo. Kwamba hata kama ni mume amekukosea, hata kama mke amekukosea, ukitambua thamani kwamba yeye ni wa nani, hauwezi kupunguza upendo wako kwa huyo mtu. Kwa sababu anapendwa na Mungu na wewe unasema unampenda Mungu. Sema kama unampenda Mungu, unamchukia ndugu yako, wewe ni muongo. Huwezi kusema unampenda Mungu wakati unamchukia mtu ambaye unamuona, ambaye Mungu wewe mwenyewe humuone unasema unampenda. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo turudi katika maandiko kwenye ile kitabu cha Isaya 43. Ni lazima tujadiliane kupitia neno la Mungu, maana ndio kioo chetu, ndio dira yetu. Isaya 43 mstari wa 4. Kitabu cha Isaya sura 43 na mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Endelea. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako kutoka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu.